Kwa nini mtu hujikuta kwenye madeni? Madeni ni roho kamili. Kwa nini watu huingia kwenye madeni? Hakuna kitu kisicho na sababu, hakuna jambo lisilo na chanzo. Anza kutafsiri madeni kama kitu cha kiroho. Kabla ya kutibu, lazima tujue chanzo. Kwa kuwa madeni ni roho, nafasi ya Mungu ni kubwa sana kwenye kuyashinda madeni. Maandiko yamejaa ushahidi kwamba Mungu wetu ni Mwokozi kwenye eneo la madeni. Ni hatari sana kushughulikia kitu cha kiroho kimwili. Mungu ni mtatuzi wa madeni. Madeni ni roho inayopenda kuzaliana. Ushindi dhidi ya madeni huanza na kujua chanzo ama sababu ya madeni. Madeni ni njia inayoonekana ya kufaa mwanzoni, lakini mwisho wake ni mbaya. Kwa nini watu huingia kwenye madeni? Namba 1 ni shurutisho na msukumo wa nguvu za giza. Nguvu za giza zina uwezo wa kumsukuma mtu na kujikuta kwenye madeni. Adui anaweza akamtengenezea mtu mazingira ya kuingia kwenye madeni. Nguvu za giza huchochea na kukuza madeni ya mtu. Madeni ni silaha kuu ya adui. Ili atunyanyase, lazima ishikilie hiyo silaha, lazima ikuze, lazima ipalilie. I'm telling you, kuna mtu yuko kwenye madeni kwa sababu alisukumwa na nguvu za giza. Namba 2, kupuuza utoaji kwa Mungu. Kukataa kumtolea Mungu ni highway ya kuelekea kwenye madeni yasiyo na ukomo. Kukataa kumtolea Mungu kile cha kwake hakujawahi kumwacha mtu salama. Ukizuia cha Mungu kitakuzuia kwenye maisha. Utoaji umkinga mtu na majanga ya maisha. Kukataa kumtolea Mungu hakutatui, kunatatiza. Kukataa kumtolea Mungu ni kumdharau Mungu. Unachokitoa kwa ajili ya Mungu hakikupunguzi, kinakuzidisha. Kukataa kumtolea Mungu ni kutomwamini Mungu. Utoaji ufunua heshima ya mtu kwa Mungu. Mungu utazama watoaji kwa jicho tofauti. Utoaji uteka moyo wa Mungu. Namba 3, tamaa ya vingi kwa haraka. Tamaa ni kutoridhika na alichokupa Mungu kwa sasa. Tamaa ni kulazimisha majira ambayo bado yako kwenye mikono ya Mungu. Maisha ni safari ambayo iko kwenye hatua. Usiruke, nenda kwa hatua. Mungu anakupeleka hatua kwa hatua. Acha kulazimisha vitu. Siku moja ukapata wageni wakakwambia, hey, naona umezungukwa na matajiri, vigae. Alafu naona unasema, naenda kuchukua mkopo, lazima niweke vigae, hii bati nyeupe inayong'aa kama shamba la maua, sasa ni mwisho. Unaenda kuchukua mkopo ili utundike vigae. Hiyo ni tamaa. Vigae vina majira yake. Namba 4, kiburi. Maisha yakibadilika, na wewe badilika. Kuna mtu ambaye maisha yake yote ni mtu wa kutumia private car, gari yake binafsi, lakini limetokea la kutokea, hana tena uwezo wa mafuta. Kiburi ni kwamba yuko tayari akope full tank ili mjini mumuone bado ana drive. Hicho ni kiburi. Kiburi ni kaburi. Wakati mwingine kubaliana na kilichotokea kwa ajili ya kesho nzuri. Kufeki maisha ni kiburi. Mtu anaazima hata gari, anaingia nao Moshi vijijini, katikati ya migomba, anagongesha kwenye migomba taa, anarudi mjini, anaambia hii taa kuagiza ni 3 na lazima zije zikiwa seti 3. Inabidi aende kwenye mkopo wa 3 akanunue taa kwa sababu ya kiburi. Anataka onyeshwa na vijiji bado huwa ana gari. Acha kujifanya kijogoo kama upepo umebadilika. Maisha ni ya kwako, presha itakupresha wewe, haita presha hao watu. Namba 5, kuishi kufurahisha watu. Watu wengi wameingia kwenye madeni kwa kutafuta maisha ya kufurahisha watu. Kutafuta kupendeza watu hakuta kuacha salama. Maisha ni kwa ajili yako na Mungu tu. Hakikisha unampendeza Mungu na sio wanadamu. Kutafuta kufurahisha watu ni karaha ya kesho. Hauna maisha ya spare. Haya ulio nayo yaishi katika uhalisia. Watu wengi wanaishi kufurahisha watu. Matatizo mengi tulionayo yamesababishwa na watu ambao tunataka tuwafurahishe. Huwezi ukatimiza mapenzi ya Mungu kwa kufurahisha wanadamu.
Mapenzi ya Mungu hayana hasara. Mapenzi ya wanadamu ni hasara kamili. Chagua hivi leo kuishi kwa ajili ya wanadamu ama kuishi kwa ajili ya Mungu. Choose right from today. Number 6, kuishi maisha yasiyo na nidhamu. Nidhamu ni hitaji kuu kwenye maisha ya mafanikio. Nidhamu ni tabia ya lazima kama unataka kuwa mkuu. Watu wengi hawana nidhamu, na hii imeleta madhara ya kudumu kwenye maisha yao. Kuna mtu yuko kwenye madeni kwa sababu hana nidhamu ya kusema no. Kwa hiyo chochote kinachotaka hela kinabeba hela yake kwa sababu hana nidhamu. Ni lazima tuwe na nidhamu ya kusema no kwenye matumizi mengine ya kifedha. Ni lazima tuwe na nidhamu ya akiba. Nidhamu ni uwezo wa kujizuia. Kwa siku unatumia 20,000 alafu kwa siku unaingiza 0. Unatoa wapi ujasiri wa kutumia hela ambao uingizi? Uwezo ukatumia ambacho hujakiingiza. Yaani una ujasiri wa kutumia 30,000 na haujaingiza buku. Lazima uwe na nidhamu ya matumizi. Huwezi ukafanikiwa. Watu wa mafanikio ni watu wa nidhamu. Number 7, kutegemea pato moja tu. Huwezi ukatatua maisha kwa kutegemea pato moja. Never. Huwezi ukatatua maisha kwa kutegemea pato moja. Chanzo kimoja cha mapato hakijawahi kutosheleza maisha. Hakuna aliyefanikiwa kwa kutegemea pato moja. Never. Mahitaji ya maisha ni mengi kiasi kwamba pato moja halitamudu. Umasikini ni kuendesha maisha na pato moja tu. Kutegemea pato moja ni sababu kuu ya madeni, kwa sababu pato moja lina kawaida ya kuzidiwa na maisha. Watu hufanikiwa kwa kujiongezea vyanzo vya mapato. Kuyashinda madeni ni kuanzisha vitu vipya vya mapato.